Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru tena Mungu kwa ajili ya nafasi hii na kibali ambacho ametupa. Na siku ya leo kuna kitu tunakwenda kujifunza pamoja ambacho kinasema kwamba uthamani wa kipawa ulichonacho. Kipawa ulichonacho kina thamani gani? Kipawa ulichonacho kina nguvu gani? Kila kitu ulichonacho kwenye maisha kipo na nguvu yake. Na tunavyozungumzia kwa habari ya uthamani, tunazungumzia ni ubora uliopo katika kitu fulani. Mungu hawezi akakupa kitu kibaya na Mungu hawezi akakupa kitu chenye udhaifu. Kila mtu Mungu humpa kitu ambacho huwa anajua kabisa kwamba kuna sehemu kitakufikisha na kuna sehemu ambapo kitafanya pia jina lake litukuzwe na jina lake liinuliwe. Lakini pia tunavyozungumzia kwa habari ya kipawa, tunazungumzia ni karama ya roho ambayo mtu anapewa. Na karama ya roho ambayo mtu huwa anapewa huwa na yenyewe ni kwa ajili ya kulitukuza jina la Mungu mahali popote pale ulipo na katika sehemu yoyote ile ulipo. Na kila mtu katika maisha huwa ana kipawa na huwa ana karama ambayo Mungu huweka ndani yake. Lakini pia kwenye dunia ambayo tunaishi leo kuna vitu vingi sana ambavyo vipo, na katika vitu ambavyo tunakutana navyo na katika vitu ambavyo huwa vinatukumba, vitu hivyo tunaweza tukavishinda na tunaweza tukaviepuka wakati fulani, na tunaweza tukapita katikati ya hali hizo kulingana pia na huduma zile Mungu alizoweka ndani yetu. Kwa sababu vipawa vilivyopo ndani yetu ndivyo ambavyo vinatufanya tutegemeane. Wewe umtegemee mwingine na huyo mwingine akutegemee wewe. Na ndio maana Biblia inatuambia kwamba sisi sote ni viungo katika kukamilisha mwili wa Kristo. Na katika kuwa sisi sote ni viungo vya kukamilisha mwili wa Kristo, tutakwenda kujifunza pia kwa habari ya kwamba ni kwa nini watu wengi leo hii wanavifukia vipawa vyao au wanavifanya vipawa vyao visiendelee. Ni kwa nini leo hii kuna watu wana vipawa lakini vipawa vyao viendelee. Sikia nikwambie kitu kimoja, mtu wa Mungu ambaye unanifuatilia au ambaye unatusikiliza wakati huu, ni kwamba mtu yeyote yule mwenye kipawa ambaye kipawa chake hakifanyi kazi, automatically hicho kipawa hakiwezi kikaendelea, na automatically hicho kipawa hakiwezi kikapiga hatua, na automatically hicho kipawa hakiwezi kikazaa. Kwa hiyo ili kipawa chako kiweze kuzaa na ili kipawa chako kiwe na faida, ni lazima kipawa chako kionekane kinafanya kazi, na ni lazima kipawa chako onekane kuwa unakipalilia, na ni lazima kipawa chako onekane kuwa ya kwamba unakifanya kiendelee kukua, na unakipa yale mambo ambayo kipawa chako kitaendelea kufanya kazi na kitaendelea kukua kufikia viwango vingine vya juu na visivyokuwa vya kawaida. Nitakupa ushuhuda huu. Ninaye rafiki yangu mmoja, siku moja tulikaa, akawa ananieleza ya kwamba, akaniambia kwamba rafiki yangu, nina huduma ndani yangu, nina kipawa ndani yangu, lakini kipawa nilicho nacho ndani yangu ninatamani kikue zaidi ya hivi kilivyo. Ninatamani kiwe cha viwango vya tofauti zaidi ya hapa kilipo. Lakini akaniambia kwamba lakini ili kipawa changu kiweze kukua, ninahitaji kuna vitu ambavyo nivifanye ili kipawa changu kiweze kusogea na ili kipawa changu kiweze kukua. Na akaniambia kwamba leo hii ninatamani niwe kama mtu fulani, lakini nitakapofikia katika hatua ya kuwa kama huyo mtu, nitatamani niwe zaidi ya huyo mtu tena. Na akaniambia tena, namna ambavyo ninaendelea kukua, kipawa changu kinaendelea kukua, ndivyo vile namna ambavyo na mimi ndivyo ninavyozidi kutamani kukua zaidi katika masuala ya kipawa kilichoko ndani yangu. Lakini kuna mtu mwingine akaniambia kwamba jumuiya tulio nayo imenifanya ya kwamba kipawa changu kididimie. Imefanya ya kwamba kipawa cha uimbaji nilicho nacho kisiweze kukua. Nikamuuliza, kwa nini unazungumza kwamba jumuiya unaitumikia ndio ambayo imekufanya kipawa chako kisikue? Akaniambia kwamba ni muda ambao mko nao kwa ajili ya kufanya mazoezi. Na mimi nikamwambia kwamba hapana, muda wa kufanya mazoezi kulingana na huduma ulionayo sio sababu ya jumuiya kukufanya wewe kwamba usikue katika kipawa chako. Na nikamtolea mfano wa jambo hili hapa. Yuko mtu mwingine ambaye aliniambia ya kwamba, alinipa ushuhuda ya kwamba yeye aliposikia moto wa kipawa ndani yake au moto wa huduma ambayo Mungu ameweka ndani yake, aliniambia kwamba mapema sana akaanza kufanyia kazi ile huduma ambayo ameweka ndani yake. Na alipoanza kuifanyia kazi, sio kwamba alianza kuifanyia kazi katika kundi la watu, ila alianza kuifanyia kazi mahali ambapo yuko peke yake. Alikuwa ndani yake Mungu ameweka kipawa cha kuhubiri. Kwa hiyo
kwa kadri alivyotambua kwamba ndani yake kuna kipawa cha kuhubiri, basi alikuwa kila siku akitoka kanisani, lile somo ambalo mchungaji wake kahubiri kanisani, basi yeye alikuwa anapata muda wake wa private, anakaa yeye mwenyewe analipitia lile somo, alafu baada ya kulipitia lile somo anajaribu na yeye kwanza kuhubiri kama vile ambavyo mchungaji wake huwa anahubiri kanisani. Na kwa kadri vile alivyokuwa anafanya, ndivyo vile ambavyo kipawa chake kilikuwa kinazidi kukua, kinaendelea kukua, kinazidi kupiga hatua. Sikia nikwambie ndugu yangu, ya kwamba katika Biblia ukisoma kile kitabu cha Mathayo, ile sura ya 25 ukianza mstari wa 14, Biblia inatuambia kwamba kuna msafiri ambaye alisafiri, lakini alipokuwa anataka kusafiri, aliwapa wafanyakazi wake kila mmoja talanta. Mmoja alimpa talanta 5 na mwingine akampa talanta 2 na yule wa mwisho akampa talanta 1. Lakini Biblia inatuambia kwamba yule wa talanta 5 akazichukua zile talanta 5 na akaenda kuzifanyia biashara, na yule wa talanta 2 akazichukua zile talanta 2 na yeye akaenda kuzifanyia biashara. Lakini yule wa talanta 1 akaichukua ile talanta 1 na akaenda akaifukia. Alipoifukia, yule mfanyabiashara aliporudi, Biblia inatuambia kwamba akawaita wale wajakazi wake akawauliza ya kwamba, je, wewe katikati ya talanta nilizokupa ulifanya nini? Yule wa talanta 5 akaonyesha talanta zake zingine alizozalisha, akamwambia kwamba mimi ulinipa talanta 5, lakini katikati ya talanta 5 ulizonipa nimepata na zingine ambazo ni hizi hapa. Na yule wa talanta 2 akamwambia kwamba mimi katikati ya talanta 2 ulizonipa nimezalisha zingine hizi hapa. Lakini yule wa talanta 1 akamwambia kwamba mimi uliponipa ile talanta nilienda kuifukia ili utakapokuja uikute ile talanta ulionipa. Na yule alionekana kuwa ni mtumwa asiyekuwa na faida, na yule alionekana kuwa ni mtumwa ambaye halikosa maarifa. Sikia nikwambie mtumishi wa Mungu, kwenye maisha yako usikubali kukosa maarifa. Kwenye maisha yako usikubali kipawa ambacho Mungu ameweka ndani yako kiweze kuzizima au kiweze kufa. Wewe una wajibu wa kukifanya kipawa chako kikue, una wajibu wa kuifanya kipawa chako kiendelee, una wajibu wa kufanya kipawa chako kiweze kuwa na nguvu, na una wajibu wa kufanya kipawa chako kiweze kufika hatua nyingine ya tofauti kuliko ile hatua ambayo ulianza nayo mwanzo. Maisha yetu tulionayo yanategemea vipawa vilivyoko ndani yetu. Na ni kwa sababu gani yanategemea vipawa vilivyoko ndani yetu? Ni kwa sababu Mungu alipokuwa anakupa kipawa hicho, alijua ni kwamba hakika una uwezo wa kufanya jambo ili kipawa chako kiweze kukua. Yako mambo ambayo yanaweza kukusaidia wewe kuweza kukuza kipawa ulicho nacho ndani yako, na miongoni mwa mambo ambayo yanaweza kukusaidia kipawa kilichoko ndani yako kiweze kukua ni maombi yasiyokuwa na ukomo, lakini pia ni ibada iliyobeba wingu la kimungu ndani yake. Unapofanya ibada iliyo na umaanisho ndani yake, ndipo ambapo unachochea kipawa ambacho Mungu ameweka ndani yako kiendelee kukua, kiendelee kuwa na kibali, kiendelee kuwa na nafasi, na kiendelee kusogea katika viwango vingine na visivyokuwa vya kawaida. Tatizo lako ni kwamba unazalau kile kitu ambacho Mungu amekupa. Unazalau na unasema ya kwamba kitu Mungu amenipa ni kidogo, kitu Mungu amenipa akiwezi kikafika popote. Natamani nikwambia kwamba ndivyo ilivyokuwa hata kwa yule aliyepewa talanta 1. Alijua ya kwamba ile talanta 1 hawezi akazalisha chochote, lakini katikati ya talanta ile 1 alikuwa na uwezo wa kufanya jambo kubwa na lililo na umaanisho wa kimungu ambalo lingefanya matokeo makubwa zaidi kulingana na ile talanta aliyokuwa amepewa. Nami nataka nikwambia kwamba kwa namna hiyo hiyo uliopo na kwa viwango hivyo ulivyopo, una uwezo wa kufanya jambo ambalo litakukuza zaidi, jambo ambalo litakuinua zaidi, jambo ambalo litakukuza katika viwango ulivyopo na kuwa na viwango visivyo kwa vya kawaida kwa habari ya kipawa chako licho nacho. Ukifuatilia habari za watu waliofanikiwa katika habari ya vipawa Mungu alivyoweka ndani yao, utagundua kwamba mazingira waliopita ili vipawa vyao viweze kukua na ili vipawa vyao viweze kuwa na nguvu ni mazingira magumu sana. Hakuna jambo ambalo waga linatokea hivi hivi. Kila jambo ambalo linatokea huwa lina chanzo chake, na mwanzo siku zote waga unakuwa ni mgumu. Lakini usijali kwa mwanzo mgumu, tambua ya kwamba mbele yako ni njema na mbele yako ina matunda yaliyo mema na yaliyo mazuri. Nikutakie tafakari njema neno hili. Mungu akubariki na Mungu awe nawe. Somo hili likawe la baraka lililojaa ufungulivu juu ya maisha yako na kipawa Mungu alichoweka ndani yako. Ubarikiwe sana.